Nilipoamka usiku ule, mfuatiliaji wa Taji Story, tunaendelea na simulizi yetu ya usaliti episode ya 4. Baada ya usiku ule, kila kitu kilibadilika. Lydia hakuwa tena mwanamke aliyekuwa akilia kimya kimya. Alikuwa mtulivu kupita kiasi. Alikuwa na siri yake moyoni, na siri hiyo ilimpa mchanganyiko wa nguvu na hofu. Victor alianza kuona mabadiliko. Simu ya Lydia sasa ilikuwa kimya mara nyingi, lakini alipokuwa akipokea alitoka nje. Alianza kujipamba zaidi. Alianza kucheka peke yake akichati. Na jambo lilomuuma zaidi Victor ni kwamba Lydia hakuuliza tena anakokwenda wala anaporudi. Kimya chake kilikuwa hatari kuliko maswali yake ya zamani. Siku moja usiku, Lydia alikuwa bafuni akioga. Simu yake iliangaza mezani. Victor aliangalia kwa sekunde chache. Alikumbuka siku ambayo Lydia alimkabili kuhusu Vanessa. Alikumbuka maumivu aliyoyaona machoni mwake. Sasa moyo wake ulianza kupiga kwa kasi ile ile. Simu ikaingia ujumbe. Victor alisogea polepole. Hakuwa mtu wa kukagua simu ya mke wake, lakini mashaka yalikuwa makubwa kuliko maadili yake. Alipochukua simu, aliona jina Adrian. Ujumbe ulionekana juu ya screen. Nimekuwa nikifikiria tangu jana. Ningependa kuona tena. Mapigo ya moyo wa Victor yalipanda ghafla. Mikono yake ilianza kutetemeka. Alipofungua ujumbe, mazungumzo yalikuwa mengi, marefu, ya karibu sana. Na hapo kweli ulimpiga kama radi. Lydia alipotoka bafuni, alimkuta Victor amesimama katikati ya chumba, simu mkononi, macho yamejaa hasira na maumivu. Adrian ni nani? Sauti ilikuwa nzito. Lydia alisimama ghafla. Alijua muda huu ungefika, lakini hakujua ungekuwa mchungu hivi. Ni mwalimu mwenzangu, alisema kwa sauti tulivu isiyoonyesha hofu. Victor alicheka kwa uchungu. Mwalimu mwenzako mnaikutana hotelini? Ukimya ulitanda. Maneno yale yalikuwa kama kioo kinachomrudishia taswira yake mwenyewe miezi iliyopita. Umenisaliti? Victor alipoza sauti. Lydia alimwangalia machoni bila kupepesa. Nilijifunza kutoka kwako. Maneno hayo yalikuwa mazito kuliko matusi yoyote. Victor alihisi kama dunia imeanguka juu yake. Hasira ilichanganyika na hatia. Alitaka kumlaumu Lydia, lakini alijua yeye ndiye aliyefungua mlango wa maumivu haya. Kwa hiyo ukaona suluhisho ni kunidhalau pia? Aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Ulinidhalau kwanza, Lydia alijibu kwa macho yenye machozi lakini yasiyo na woga. Usiku huo ulikuwa na kelele na vilio. Lawama zilirusha kila upande. Ulivunja ndoa yetu, ulianza wewe. Ungeweza kunisamehe na wewe ungeweza kuniheshimu. Hakuna aliyekuwa msafi tena. Hatimaye kimya kikachukua nafasi ya kelele. Walikaa mbali kitandani. Macho yao yalikuwa makavu kwa kulia, lakini mioyo yao ilikuwa imejaa maumivu mapya. Kwa mara ya kwanza, Victor alihisi kile Lydia alichohisi. Alipogundua usaliti wake, maumivu ya kusalitiwa yalikuwa makali zaidi kuliko hatia ya kusaliti. Na kwa mara ya kwanza, Lydia alitambua kuwa kisasi akikuleta amani, kilileta majeraha mapya. Mwisho wa episodi ya 4. Sasa ukweli uko wazi. Usaliti umefanyika pande zote. Uaminifu umevunjika vipande vipande. Je, watachagua taraka au watajaribu kuokoa ndoa iliyochomwa na moto wa tamaa ya kisasi? Je, Vanessa na Adrian wataendelea kuwa kivuli katika ndoa yao? Usikose kufuatilia episode ya 5. Wasiliana nasi kupitia nambari 0621213275 au 0787863433. Hii ni Taji Story na mimi ni Teddy Pauline. Tukutane wakati mwingine.